tumbo. Kwa hiyo unakuta mwingine ana miezi miwili, mwingine miezi mitatu, mwingine miezi mitano, mwingine miezi 6, mwingine miezi 7, kila mtu kwa namna yake. Lakini mama yetu Esther yeye ametimiza miezi 9. Kwa hiyo ni lazima akubali kufa katika dunia hii, atoke katika dunia hii ili apate uzima mpya, katika ule uzima wa milele, katika dunia mpya ambayo Kristo ametuandalia, ile dunia ya uzima wa milele. Kwa hiyo anapokufa katika dunia hii hapotei, anazaliwa katika dunia mpya ambayo inampa uzima wa milele, inampa maisha ya kudumu pamoja na Kristo. Kwa hiyo ndio hiyo imani ambayo Wakristo tunafundishwa leo hii, kwamba ni lazima tukubali kufa katika ulimwengu huu ili tuzaliwe katika ulimwengu mpya. Na ndio maana tunafundishwa kwamba kama Wakristo sisi hatufi, bali uzima wetu unageuzwa tu. Uzima wa Mkristo ambaye amemwamini Kristo hauondolewi, bali unageuzwa. Na uzima wa mama yetu Esther umegeuzwa kutoka katika dunia hii na anazaliwa katika dunia mpya, ile dunia yenye uzima wa milele pamoja na Kristo. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuendelee kumwombea ili aweze kufika huko anakoelekea salama. Kwa hiyo kama Wakristo tunafundishwa tusiwe watu wa kukata tamaa, tusiwe watu wa kuhuzunika kwamba tunapokufa tunapotea. Hapana, tunakufa katika dunia hii, tunakufa katika hili tumbo la uzazi, lakini tunazaliwa katika dunia mpya ambayo Kristo ametuandalia. Kwa hiyo tuzidi kumwombea mama yetu, na sisi tusikate tamaa. Kwa matumaini hayo tuendelee kuishi kama watu ambao tunaamini kwamba kuna uzima wa milele. Tuishi kwa yale Kristo anayotufundisha, ili kwa sababu kuna ule uzima wa milele ambao tutaenda kuuishi baadaye. Na kuishi huo uzima wa milele lazima tufuate yale Kristo anayotufundisha. Mama yetu ameyashika yale Kristo anayotufundisha. Ndio maana tumekusanyika hapa leo kumwombea, maana alimwamini Kristo, aliamini ule ufufuko wa Kristo, na ndio maana tunamwombea. Kwa hiyo tunaalikwa wote tuishi yale Kristo anayotufundisha, ili basi tuwe watu wa kuitegemea ule uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Esther, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mkombozi mwema,
Tunakusihi umjalie ili amfikishe na kumuona, ili umjalie amfikie na kumuona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitishwa kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, Bwana, hauondelewi, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha bomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana ye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, aliubariki na kushukuru, aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kifo chako na kutukuza ufufuko wako hapa utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo.
Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wenye heri na mashahidi wako watakatifu, na watakatifu wote na ambao tunategemea kupata msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu John, pamoja na maaskofu wote, waklelo wote na watu wote wanaofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanyiko wako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Esther uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wetu wa unyonge na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufikia ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika machozi yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitia agizo la mkombozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe Mpeane amani. Amani ya Kristo. Mwana kondoo wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona.
Mwili wa Kristo uniokoe, damu ya Kristo inifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengane nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wote nikutukuze, milele na milele. Amina. Bwana, mwanga wa milele uangazie wao, pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe u mwenye huruma. Bwana, uwajalie raha ya milele, na mwanga wa milele uangazie, pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe u mwenye huruma. Tuombe. Bwana, mwanao ametuachia komunio pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki, upende kumjalia ndugu yetu Esther afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anaishi na kutawala daima na milele. Amina. Tuketi. Basi yule mwanafamilia ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kusema neno, basi ajonge hapa mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Kwa majina naitwa Ursula Kerubo, mwanajumuiya wa St. Gregory the Great, mama wa shirika la CWA. Zaidi ya yote ni mwana Knights of St. John's International. Father na seminari, walimu na Wakristo wenzangu, nimesimama hapa kutoa ushuhuda wa mamangu, Mama Esther Kwamboka. Mama Esther wakiwa na wa late Baba Emmanuel Mose, tulizaliwa watoto 10, wa kike 6 na wa kiume 4. Mama Esther alitulea chini ya imani takatifu Katoliki. Watoto wote 10 walipata ubatizo na tukawa na msingi wa imani Katoliki. Tumekuwa vizuri mpaka miaka 40 iliyopita. Mama Esther alipata ugonjwa wa kisukari. Kwa muda ikaendelea, msukumo wa damu ukaongezea. Ameendelea na matibabu nje na ndani ya Kenya. Miaka 20 iliyopita, dada yetu mkubwa Beatrice alimpeleka US, Northern Carolina State.
alikuwa akitibiwa pale, akaja akaimprove. So alikuwa akija akitusalimia akirudi. Mara ya mwisho alikuja wakati marehemu baba yetu Emmanuel alipoaga, tukiwa hapa katika kanisa hili la St. Monica. Nikiongea hivi ni kwa sababu ya shukrani ambayo natoa kwa Wakristo wa St. Monica na mapadri ambao wametuhudumia. Katika ugonjwa wao wazazi wangu walitushikilia sana kwa sala, kwa njia zote ya ushauri. Kwa hivyo mama alikuwa akija akirudi, akija lazima afike hapa, tukiwa na Father Ben, tukiwa na Father Felix, Father Edwin akiwa hapa before, na hivi mwisho wakati wa Father Godfrey daktari. So mama amekuwa na ugonjwa wa kisukari kwa muda huo miaka 40. We thank God for her life. Licha alikuwa vile hakulegea, alikuwa strong in faith kama mama Mkatoliki wa kanisa la kule la kwao Kisii, na kule ameishi miaka hii ya nyuma. So mwezi wa 4 nilikuwa hapa pia. Mwezi wa 5 dadangu Sofia ambaye tulikuwa tunaishi naye alikufa kifo cha ghafla akiwa kwa dadangu mdogo wa jumuiya ya St. Faustina. So mama akaja kwa ajili ya kumzika mwanae. My sister hakuwa na ndoa wala hakuwa na mtoto. Kwa hivyo yeye alikaa pale nyumbani wakati mama yuko. Kile kifo cha dadangu Sofia kilimguza sana mamangu. So mama alipokuja, ilimshtua. Mama akawa speech yake haiko sawa, akawa mwili ni mdhaifu. So baada cha kifo cha dadangu, wanajumuiya wangu wanakwaya hawajaniona sana nikihudhuria kwenye mikutano. Si kwa sababu ya kupenda, ni huduma. Ilibidi tunabadilishana. Hapa Kitengela katika kanisa hili tuko 4. Kaka 2 na mimi na mdogo wangu Evelyn. So ilibidi tunabadilishana. Tukimwangalia hakuenda hospitali, ilikuwa tu ni ule udhaifu wa mwili. Mpaka juma moja ambalo limepita, mimi nilikuwa pale, tukabadilishana na dada Evelyn na dada mdogo wangu ambaye yuko Mombasa. Mimi nikaja hapa nikienda uinjilishaji Mombasa Diocese. Nikiwa pale, mama akawa amekataa kula kwa siku 3. Akapelekwa hospitali St. Cristo Marian Hospital pale Kisii Town, na akapata matibabu kwa wiki moja ile kujaribu kustabilize hiyo health yake. So on 14th akawa amezidiwa. Tukawa tunapanga tumlete kwa daktari huko Nairobi. So the following morning, my sister aliandika, mwenye walikuwa analala naye, my immediate follower and theater, alikuwa ametuambia, leo mama ameamka vizuri, tunashukuru, tunaona kuna. So wakiwa wamekaa hapo na my brother Alphonse Mose mwenye namjua, Alphonse yako kwa simu, yeye anajua mama amelala.
Mama hakusumbua, akalala. Daktari anakuja anamuuliza, amekuwa hivi saa ngapi? Ndiye anashtuka, hajui kama mama alienda kitambo. So struggle na alilala hivyo. But tunashukuru Mungu kwa maisha yake. Naomba tuombee roho yake, ikiwa hata sisi mtuombee kama watoto, kama tulimkosea pahali, ili tukapate kupata toba ya kweli. Tumsifu Yesu Kristo. So wale wenzangu wako nyumbani Kisii, niko na my sister-in-law na my sister Maureen. Maybe if you have a word, you can share with them, please. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Mimi majina yangu naitwa Morina Suma. Nimekuwa mshirika wa hapa kwa muda mrefu, lakini ikafika wakati tukaenda pande ya Kesha, lakini kazi nafanya hapa St. Monica. Dada Usla naweza sema she's my sister. Mimi hata sijui kama ni rafiki. Ilibidi ikazidi kiwango ya urafiki. Alafu Mama Esther, leo ndio nimetaja jina lake, nimekuwa nikimuita mami. Ni mama alikuwa mcheshi, ni mama alikuwa mpenda Mungu, ni mama alikuwa akitukalisha. Kuna ile hali tunashare na dada Usula, anatuelezea, anatuambia jinsi tunapaswa kukaa. Lakini kile kimenileta hapa mbele ni kuelezea juu ya usafiri. Mama amehifadhiwa katika morgue ya Krista Marian pale Kisii. Na mama atapumzishwa tarehe 11 mwezi wa 12 mwaka huu. Lakini atatolewa pale kwa morgue tarehe 10 pale Kisii. Hili tangazo ni kwa wale ambao wangependa kusafiri. Iwapo utakuja ile the present day, kwa sababu atatolewa tarehe 10, lakini atapumzika kwake. Mwili utapumzishwa hapo kwake mpaka siku ya tarehe 11. Iwapo ungependa kuja kwa morgue, ni kusafiri kutoka hapa, uchukue gari mpaka Kisii Town. From there, nitakuelekeza mahali kuna hiyo Krista Marian Hospital, St. Mission Hospital. And then, kama ungependa kuja nyumbani kwa kina Usula, kwa sababu sasa bado hatujapanga usafiri wa pamoja. Iwapo utakuwa, nitawaelezea. Kwa hivyo tukitoka pale nje, mtu anaweza niomba namba yangu nimpe. Alafu, kama itakuwa eti unakuja tu direct home, unachukua gari kutoka Nairobi mpaka Keroka. Usikuje Kisii, Kisii ni mbali. Ukifika Keroka, utapanda gari za kuenda Nyangusu, Magena. Kwa kina Usula kunaitwa Nyamesocho. Kanisa hapo karibu inaitwa St. Peter's Nyamesocho. So ukifika hapo Nyamesocho, boma iko karibu na barabara, utapotea. Karibuni na ninashukuru. God is good and all the time. Wow, nawashukuru nyote marafiki ambao mmechumuika siku ya leo kwa ajili ya kumwomboleza mama yetu hii siku ya muhimu. Asante sana na Mungu awabariki. Kidogo tu kwa ajili ya kusafiri Kisii. Ukitaka kuja pale individual, kuna magari siko pale gates. Ile gari inatoka saa 11, itakuleta direct Nyangusu. From Nyangusu kuelekea nyumbani ni karibu. Karibu sana marafiki wetu na Mungu awabariki. Na pia msidi kutuombea, tusidi kuombea roho ya mama. Na kuna wengi wamepoteza wapendo wao, tusidi kuwaombea, Mungu awape nguvu, kwa maana yeye ni mfariji wa ajabu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Teresa Kimuma, mwanachumuia wa St. Joseph
mwana kwaya wa St. Monica kwaya na ni mama wa CWA. Mungu awabariki. Na nikimshukuru Father ni kwa ajili ya huduma. Makatekista wetu tunawashukuru, wasomaji na wana media. Asante sana na Mungu awabariki. Kwa niaba ya baba paroko na mapadi wanaokaa hapa parokiani na waumini wote, basi tungependa kuwapa familia pole. Mungu Mwenyezi azidi kuwatia nguvu ili muweze kupokea msiba huu mzito, na yeye mwenyewe awe mfariji wenu na kila wakati. Basi tusimame kwa baraka. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Wabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Na kushukuru Baba, Muumba wa mbingu na